Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu watazamaji, niloko mbele yenu naitwa Dr. Balagomwa. Leo namalizia darasa langu ambalo nilikuwa nikielezea sayansi ya nguvu za kiume. Tuliangalia moja ya visababishi vinavyoathiri, tuliangalia mfumo wa fahamu, tukaangalia mfumo wa tumbo la ngiri, tukaangalia mfumo wa mkojo. Leo tunaangalia mfumo wa chakula pia na mfumo wa utulivu wa mwili. Tukiangalia mfumo wa chakula, hapa tunaangalia namna gani madonda tumbo yanavyoweza kuathiri nguvu za kiume. Madonda tumbo yanaathirije? Katika kuta za tumbo, utumbo mkubwa, utumbo mwembamba, huwa kuna mishipa midogo midogo ambayo inasaidia kuflow kwa damu kwenda sehemu mbalimbali za mwili, ikiwemo na kwenye maumbile ya mwanaume. Kwa damu ikisha flow kutoka kwenye utumbo kwenda kwenye maumbile ya mwanaume, itasababisha maumbile kusimama na kuchukua muda mrefu katika tendo la jima'i vizuri. Kwa madonda tumbo ikisha athirika, yani utumbo ule ukisha athirika ukawa na upele, yani utumbo kaanza kuwa na upele, na maana ule upele kutokana na madonda tumbo kuathiri mfumo wa tumbo, kwa ule upele unasababisha kuathiri mishipa midogo midogo inayosababisha kusupply damu kutoka kwenye tumbo kwenda kwenye maumbile ya mwanaume na kusimama vizuri. Kwa hapo mwanaume hataweza kuperform vizuri kwa sababu tayari kwenye tumbo ambao kuna mishipa midogo midogo inayosupport mzunguko wa damu kwenda kutoka kwenye tumbo kwenda kwenye maumbile ya mwanaume na kuchukua muda mrefu katika perform tendo la ndoa. Ina maana mishipa ile itakuwa imeathirika na ule upele at the end hautaweza kuperform tendo la ndoa vizuri. Na katika mfumo wa chakula, hapo tunaangalia mfumo wa vyakula tunavyokula. Kwa mfano, utumiaji wa vyakula vya sukari sana na vyakula vya viwandani kama soda, take away sana si rafiki, kwa sababu vyakula vingi au vyakula vya kusindika vinakuwa vina kemikali zile ambazo zinaenda kwenye mishipa ya damu, baadaye vinazalisha cholesterol, mafuta. Kwa unajikuta tayari vile vyakula vya sukari kwa wingi na vyakula vya viwandani, maana yake vinasababisha kemikali zile kemikali zinaenda kwenye mishipa ya damu, baadaye utajikuta tayari mishipa ya damu itakuwa imejaa mafuta kutokana na hizo kemikali zinazopatikana kwa vyakula hivyo. Kwa damu haito flow vizuri kwenda kwenye maumbile ya mwanaume na kuchukua muda mrefu kwenye tendo la jima'i. Tunaposema tendo la ndoa linahitaji mfumo wa damu uwe vizuri, damu itirike iende kwenye maumbile na kuchukua muda mrefu katika tendo la ndoa. Kwa vyakula vya viwandani, vyakula vya sukari nyingi si rafiki kwa mwanaume. At the end vinasababisha kuwa na mafuta mengi kwenye mishipa ya damu ambayo itasababisha kufeli kwa flow damu kwa wingi kwenda kwenye maumbile ya mwanaume na kuchukua muda mrefu kwa tendo la jima'i. Pia baadaye vinaweza kusababisha mtu kuanza kuwa na mafuta mengi ambayo inaweza kusababisha hata maradhi ya sukari na maradhi ya pressure. So tayari mzunguko wa damu utakuwa sio mzuri. Baadaye vinaweza kusababisha shinikizo la damu, shinikizo la juu la damu ambayo ni pressure ya juu au pressure ya kupanda. Kwa si vizuri. Tuangalie mfumo mwingine wa utulivu wa mwili. Naposema utulivu wa mwili, naangalia utulivu wa akili. Tunaposema utulivu wa mwili ni kutokana na jinsi ambavyo unavyofanya kazi na kupata muda kupumzika. Mfano, mtu anaamka saa 10, anaenda kutafuta riziki, kulala saa 5, saa 6, muda wa kupumzika ni mdogo. Kwa utajikuta akili na mwili vimechoka. Kutokana na kuchoka kwa akili na mwili, hiyo hali inaweza ikampelekea mtu akashindwa kuperform tendo la jima'i. So tendo la ndoa linahitaji utulivu wa mwili na akili. Pia usingizi, tukiangalia usingizi nao unavyoweza kuathiri. Usingizi ni moja ya faida kubwa sana, kwa sababu usingizi unalicharge akili na mwili kuwa katika utulivu kutokana pale ulipokuwa umechoka. Umetoka kutafuta riziki ukalala. Ukilala ukapata muda wa kupumzika, tayari ule usingizi unalicharge akili na mwili, unakuwa comfortable. Kwa kukosekana kwa usingizi kutasababisha mwili ukose utulivu na akili uwe ni yenye kuchoka. At the end kitakachotoka hapo, mtu anaanza kuwa na stress inayotokana na uchovu na kuwa na hasira sana. Baadaye utajikuta kufanya tendo la ndoa inakuwa ni changamoto, kwa sababu utulivu wa mwili na akili kutokana na changamoto ya kukosa usingizi, unakuta ni muda mwingi mtu anakuwa amechoka akili na mwili, kwa hawezi kuperform tendo la ndoa. Tendo la ndoa inahitaji utulivu wa mwili. Na pia usingizi unaathiri kuflow kwa damu. Kutokana na ule uchovu, utajikuta damu inayo flow kwenye tendo la jima'i kuingia kwa maumbile itakuwa ndogo.
ambapo kitendo hicho kitasababisha mwanaume asiweze kuchukua muda mrefu katika tendo la ndoa. Kwa hiyo usingizi ni kitu hatari sana katika tendo la jimai. Tujitahidi kuangalia management ya muda wetu wa kutafuta riziki na kupata muda wa kupumzika. Hiyo inakuwa vizuri. Mimi naelimisha sana. Hauwezi kutoka kazini unafika nyumbani saa 6 au unafika nyumbani saa 4. Ule chakula uge mshuke kulala saa 5. Na inawezekana kazi yako haikuwa ya kutulia kama ofisini, kidogo unaweza kujiegesha ukapata ka usingizi kwenye kiti. Basi ilikuwa ni kutembea muda wote, au kama dereva daladala au mtu wa magari hajapata muda wa kupumzika. Ukifika nyumbani usimhudumie mke wako hata kama na hisia. Jitahidi kujikontrol, mwambie azikontrol, lala upate utulivu. Kama hautakuwa ni mwenye kuamka tena alfajiri zaidi, lala baada asubuhi. Kama ni mcha Mungu umefanya ibada, una muda wa kutulia, basi baada ya ibada asubuhi nenda ukarejee kwenye kitanda chako, fanya tendo la ndoa vizuri, utamhudumia mke wako vizuri. Ili umefika usiku, labda ulikuwa umetulia ofisini, sio kazi za kufanya za kuzunguka muda mrefu, labda umekaa kwenye kiti kama hivi, labda unasikia kazi zako kidogo, unapata muda kupumzika, unaweza ukalala usingizi kwa kupitia kidogo, ukatupunguza uchovu wa usingizi. Basi ukifika unaweza kuperform tendo ndoa, kwa sababu mwili haukuwa ni wenye kuwa na bughudha za hapa na pale, unarelax ukipata muda kupumzika. Karibu sana, subscribe channel yangu Dr. Balagomwa TV Online. Wewe mwanafamilia wangu unapata mawaidha na darasa mbalimbali, au unapata elimu. Ofisini kwa Kariakoo karibu na klabu ya Yanga, pia natandika karibu na stendi ya Sinza, ofisi bado ipo. Wale watemeke unaenda, huduma inaendelea, mjomba yupo, tiba inaendelea vizuri. Namba yangu 0694029277 au 0655782996. Karibu sana, subscribe YouTube yangu. Karibu sana ndugu yangu.